Tasoma na Kizungu lakini nitatafsiri baadaye. But I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess, and is teaching, seducing my servant to practice sexual immorality, to eat food sacrificed to idols. I gave her time to repent, but she refuses to repent of her sexual immorality. Behold, I will throw her onto a sickbed, and those who commit adultery with her I will throw into great tribulations, unless they repent of her work. And I will strike her children dead, and all the churches will know that I am he who searches mind and heart. I will give to each of you as your work deserve. What is the power in the spirit of Jezebel? Nguvu ya Jezebel ni gani? Umesikia hapa wanasema ya kwamba katika mstari huo, but I have this against you, that you tolerate that woman Jezebel, who calls herself a prophetess. Nguvu ya kwanza ya Jezebeli, anajifanyaga yeye ni mwokofu, anajifanyaga yeye ni nabii, anajifanya yeye ni mhubiri, anajifanya yeye ni mtu mzuri sana. Wanakuja unamwajiri kazini kwako, kanakuwa kamutu kazuri, kamutu kakunyenyekea vizuri, kamutu kanakupatia ndio kanaangaliaga kazi yako vizuri, kumbe kanakuaga na nia na mipango mingine huko ndani. Ndio hawa wanakujaga najifanya na kuwa hasha, anajifanya nabii, anajifanya kila kitu. The spirit of Jezebel, wanakujaga wakijifanya. The power of it, they are able to pretend. They are able to be hypocrite. Wao ni hypocrite. Akishika microphone hapa ahubiri lazima mtaokoka, lakini ile vituko atakufanyia baadaye hata utashindwa. Unasema ahonoki maikaraga wao. Ndio hiyo sasa, hiyo lugha imetokelezea ya aya no ahonoki. Tumutumio shakere pastor akehujirie kinyando thikinaina no ndagika muthia uri aje kagiria kinduta ngiri magana meri ni tioi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio spirit ya Jezebel, kuwa cunning, kuwa na ujanja. Wanakuanga wajanja, wanahakikisha wamekukamata, na akikukamata anakupatia spiritual husband. Akikukamata lazima aponyoke na pesa yako. Akikukamata lazima akutoa hii kanisa akupeleka kanisa ingine, na akikupeleka kanisa ingine atatoka, alafu arudi aseme chugeni huyo mama ni mkora. Naedi alikutoa kule alikutoa. They have a cunning power. Wanajua kujificha, na wanajua kusegenya, na wanajua kuongea mazuri. Ukimkuta mkiongea na yeye, akoheaga detoja, anakupatia tu story tuzuri, anakufungulia Bible kutoka Genesis mpaka Revelation, yani maneno matamu mukatayaraba, na anajua bodhioma lina ketayara, nina ekotaya, nina korianta, na nina makata, na nina mosokata. Wanajua hiyo mzuri sana, kwa sababu ni watu wako ndani, wako na roho wao. Ni nani wanaitagwa? Hyena. Hii imefukuswa na Wajakoya, ni hyena, lakini huko nje ni wanavaa ngozi ya kondoo. Bwana Yesu Bwana Yesu asifiwe sana. Nani nahurumia hyena sana. Zimehangaishwa huko Turukana, zimeshikwa. Wajakoya anafaa kuwekwa ndani. Mtu akipata Wajakoya, this man need to be arrested. Hyena zimehangaishwa. Anasema kuna market na hajaonyeshana hiyo market. Sasa watu wengine huko Turukana washafanya kazi, sasa wanauliza Wajakoya yuko wapi? Pesa, lete pesa, lete pesa. When Jezebel wakati aliolewa, after her marriage to the King Ahab, she emerged very strong and the power behind the throne. Wanajua kupenya na kufikia mpaka katika mahali uongozi iko. Wanapambana, wanapigana, wanahakikisha kama kulikuwa na uongozi, kama ni mama na kanisa iko na uongozi wa kina mama, lazima kuja ajaribu kabisa mpaka achukue hiyo uongozi. Na batu kama uongozi iko, atajaribu kucreate. Kama sasa kuna mama mwingine hapa alikuta kuna chair lady, alafu akasema huyo ni chair lady wa kanisa, tunataka chair lady wa wamama. Sasa unashindwa, ameitwa chair lady, si ndio?
Chairedi ni nini? Ni kiongozi wa, lakini anakuambia huyo ni chairedi wa kanisa. Sasa tunataka tukue na chairedi wa kina mama. Hiyo sasa ndio nyoka. Hiyo ndio nini? Hiyo sasa ndio nyoka, kwa sababu anataka kukue na two centers of power. Ndio apande mpaka huko, ashike wa mama wote, anasema ule ni wa kanitha, nyinyi ni watumia. Leo kaligwa terere kwa sarata. Wewe ndio wa kanitha. Wewe si wa kanisa. Mami, ni wewe ndirariria. Nikio radora na tao dakarire. Sasa anasema wewe nyinyi sasa atakuwa amechukua power yenu, amewachukua kado. Yule ambaye amechaguliwa na kanisa anawachwa pale kado. Anaambiwa ngoja kanisa itakutana. Sisi ni wamama. Kwa hivyo wanatoa watu kwa wamama, kwa kanisa anawaweka kado, anawafanya sasa hiyo ni project nyingine kado. Sasa wale wengine atawazungumzia wa mama, waambie nini? Yule mama hatumutabui. Hata akikupigia simu usikubali. Akikwambia mfanye msifanye. Kwa sababu ya nini? Ile kitu alikuwa anataka ni kugawanisha, kukuwe na shearedi wa kanisa na shearedi wa nini? Wa mama. Kwa hivyo ukikuwa mjinga utakubali. Ukiwa pastor, kwa sababu anakuja na influence. Anasema kanisa inafaa kuwekwa mkeka msafi, anaweka. Anasema kanisa inafaa kuwekwa maua, analete. Anasema kanisa inafaa maji, analete. Anasema wanakuaga na influence ya kukuja, lazima mjue ameingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio spirit ya nani? Spirit ya Jezebel. Akiingia kanisa hii na uone utake kujua huyo mtu, lazima kila sade anataka kushika microphone atoe ushuhuda wenye Mungu amemfanyia. Kila sade niende na dokwenda gakuga ama kuiba. Ni kwenda gadena rwebo mutigathikiririe thauti, muthikiririe ciugo. Ukasikia mutigathikiririe thauti, muthikiririe ciugo. Kuna kitu hapo. Mbona nisisikie sauti? Kwani nitasikiaje sauti yako? Nitasikiaje wimbo kama sauti itoki? Lakini likaujaja, anakuja ndio apange kitu, mipango yake. Ndio presence, wana attract presence. Anataka kila mtu ajue mimi nimeingia na mimi ndio na uwezo wa kufanya mabadiliko, mimi ndio na uwezo wa kufanya hili likafanyike, mimi ndio na uwezo wa kutenda hii. Na hiyo kitu inakuaga, haikuagi Jezebeli, hakuagi huko nje kwa walevi, anakuaga kanisani. Anakuaga mahali kuna kazi. Anakuaga mahali kunafanyika jambo. Anakuaga kule kazini kwenu, hako hapo. Kukiwa kuna jambo imeanzishwa na mradi fulani inafanyika, hapo ndio Jezebeli anatakaga kukua. Na kazi kubwa ya Jezebeli ni kuhakikisha amepenya. Na ako na nguvu na uwezo na maarifa ya kupenya. Kwa hivyo si kitu, Jezebeli si mtu wa kuchezewa. Mtu wako na roho ya Jezebeli sio demons za kawaida. Those are special demons directed from Lucifer himself. Demons za Jezebel zinakuwa zimetoka kwa Lucifer himself, kwa sababu ako na power hata za kutenda. Si umesikia ni nabii? Huyu mama alijifanya nabii. Ako na power za kufanya miracles. Wanaweza kufanya miracle. Akikuja hapa atakuangalia aseme kwa hakuna uga. Na hakika hakuna uga. Ati unauma. Unakwambia unasikia mgogo. Naona hapa mgogo hapa. Unasikia kuna kitu imekuduga hapa. Na kweli kuna kitu kinakuduga. Sasa utawaamini na uanze kuwafuata. Wakikutolea ushuhuda venye walianza. Si uliambiwa juzi hapa. Niliombewa na mtu akiwa kwa wheelchair. Wewe unaweza kosa kuamini? Na huyo mtu anakuonyesha ako na vidonda kwa mwili. Na anakuona, unaona kweli huyo lazima aobe. Hiyo kipawa iko na level ya dini yangu. Ni mimi nilimugawia. Sasa ukiona kweli mtu ako na unaona huyo mama ndio kila kitu kwa kanisa, ama huyo baba ndio kila kitu kwa kanisa, mkiitisha hii ndio number 1. Ndio anasema kanitha ni yataka mai, kanitha ni yataka kesia na shakanitheo ni sikwenda ni rahota muno cyane shakanitheo sikwenda kukorosi kigezo. Anakuta buju shika 200, anakuta todi shika 100, anaenda akishika na kurusha kamia. Kesho akikuja si amekufanya wewe sasa, na ukimuona unaona pesa sasa, ameanza kukushika na analeta vitu mingi kwa wafanyikazi wote. Wanatagetiki kitu ya kwanza wafanyikazi. Ndio wakati mwingine hapa nikabia kina Dennis
na Buju. Wakati tulikuwa tunafanya deliverance hapa, tukasikia pepo moja imesema tumekujia watu 7. Na nikawaita hawa 7, Mungu akaniambia ni fulani na fulani na fulani na fulani. Na hawa watu wamekujiana ni watu wanasema Bwana asifiwe. Lakini ulipokuwa ukifanya deliverance, pepo ikaongea, tumekujia. Waacha hivyo mnasema, tumekujia watu 7. Sasa watu 7 walikuja, wengine wakakamatwa hivi, mwingine akakamatwa hivi, mwingine akakamatwa hivi, na bado tunaendelea tu. Tunaendelea. Nikaambia rafiki yangu hapa, nikamwambia ile jiko, unaona liko lile, kwenda fuga. Na usikubali mtu mwingine aingie hapo kwa sababu kuna kingine kamejificha hapo. Huyu akasema, "Ndoya ni ado ahonaku." Yado wega muno. Wewe, huyu alianza akiamuka Sunday, anakuja kanisa, anakaa tu hivi, analala. Anasikia saa 8 ndio anasikia kwenda kanisa, wakati kanisa imefungwa. Nilimwambia, youth walikuwa hapa, wakapikiwa tuchakula. Kidogo kidogo. Wote walihama siku 1 youth. Na nikiongozi wakashika kiongozi wa chairman wa kanisa wa youth. Chairman wa kanisa akabebwa akawekwa kwa kagunia. Alikuwa anazungumzia ndani ya kagunia. Anaulizwa, unataka nini? Niwekea kachai. Nataka nini? Nasikia kukula katomato. By the time youth jamaa akubuke mahali yako, kazi alikuwa amepoteza. Kanisa amemaliza, youth yote imeenda. Kidogo kidogo kumwangalia, hata kule walikuwa marafiki wake wote wameachana na yeye. Hataki. Alikuwa anataka nini? Wakati kalimaliza kazi yote, kaliweka bagi kwa mgogo, kakaenda kwao. Hautakaona hapa tena. Hautakaona, kashamaliza job. Sasa chairman wa youth akakuja akaniambia, "Deda mahoya." Nikamuuliza, "Ya nini tena?" Na zamani nilikuwa nampigia simu, "Weko." Ananiambia, "De hado de. Unaweza kuonana?" De bise hanini niko kuchalia na adhimu. Baadaye kidogo kidogo sasa ndio anakuja. Alikuja mpaka kwangu saa 8 usiku. Reverend. Deda hoya. Neke. Mahoda ni madho mahitano. Niyo wera ni gutigane andu othe mara ni manyige daimo wera. Na mwene gari ni ajetia gari. Leo ni dio ni atia. Nini gukwendera kwa. Saa hiyo kama jana yake aligokwa na kachuma hapa twang, akaaguka, alizimia masaa 2. Na kabia unacheza na bibi yako. Na huyo mwenye alikuwa anamwambia, "I'm virgin. I'm under 18." Kumbe huyu mtu naambiwa ako na vitoto viwili nyumbani, amewachia shosho. Virgin. Hiyo ndio spirit ya Jezebel. Ni virgin, lakini vitoto viwili viko nyumbani. Viko huko nyumbani, viwili, vimusee vikubwa. Vikubwa vikitembea na yeye unaona vinatembea na mtu, unaona huyu ni kama brother zake zote. Jamani wetu wa youth akaona kasichana ka virgin. Kada 18. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliingia kwenye marriage ya King Ahab. Akaingia. Alipoingia ndani ya marriage akaolewa kwa King Ahab, ali make sure ame control hiyo marriage yote. Management ya tasoma na Kizungu lakini nitatafsiri baadaye. But I have this against you. Alikuwa anazungumzia ndani ya kagunia. Anatigane andu othe mara ni manyige daimo wera. Na mwene gari ni ajetia gari. Leo ni dio ni atia. Nini gukwendera kwa. Saa hiyo kama jana yake aligokwa na kachuma hapa twang, akaaguka, alizimia masaa 2. Na kabia unacheza na bibi yangu. Na huyo mwenye alikuwa anamwambia, "I'm virgin. I'm under 18." Kumbe huyu mtu naambiwa ako na vitoto viwili nyumbani, amewachia shosho. Virgin. Hiyo ndio spirit ya Jezebel. Ni virgin, lakini vitoto viwili viko nyumbani. Viko huko nyumbani, viwili, vimusee vikubwa.
vikubwa vikitembea na yeye, unaona vinatembea na mtu, unaona huyu ni kama brother zake zote. Jamani wetu wa youth akaona kasichana kavajini kada 18. Oh my God. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliingia kwenye marriage ya King Ahab. Akaingia. Alipoingia ndani ya marriage akaolewa kwa King Ahab, ali make sure amecontrol hiyo marriage yote. Management ya kila kitu aliingia huko na akacontrol. Na akakaa huko na akakuwa kila statement inatolewa ni yeye anatoa. Kila mpango inafanywa ndani ya hiyo nyumba ni yeye anatoa. Hao wanakujaga kanisa, wana make sure wamekamata Reverend. Amewekwa hapa. Reverend akijaribu kutoka hivi, unasikia. Akijaribu kutoka na uroke kabisa, anaambia unajua nini? Nataka tuseme ulirepu mtoto. Reverend muoga anarudi anasema oh yeah. Tutigane na uhoro uyu, ketohoye Ngai. Ushaigia box. Ukisema tutigane na uhoro uyu, ketohoye Ngai, uwekwa kwa box. Ukiwa kazini, wanakuja wanakuingiza kwenye box ya skado. Ukienda kutoka kwa mikono yao, wanakugoromekia. Unakumbuka ile siku, unaambia oh please. Unajua nakupenda. Shika ile 1000 ndio kunywa chai. Ushaigia box ya Jezebel. Ukiingia box ya Jezebel, utaibishwa ibo benye wanataka. Unaangaa kala kama Marinette, kala katika kanafanya hivi. Utakuwa sasa ukiibishwa ibo. Unafanya hivi. Sasa watakutune to their song. Ndio napata kanisa inaaguka. Kwa sababu watanitune, watanipeleka kado. Sasa wananipatia mwathani arajareria kanjira tiriri mutumia uria uronire kirete gekuo kia green ucio uratire kana gake urauga ni kama my daughter ucio ena spirit ya nyoka ya mengorewa nironie mutumia urari na gitege kia green uraikarite uguo ni thito aranyitete uguo nikio atarendaga kurekia uya mengorewa no na kaire tukara gaikaraga haria kado karia kehara gaikaraga kafuna ka cream uguo no na kale kagoguo ni mapowers karagucagia. By the time ukuje kujua umewachwa peke yako, sasa wanakushughulikia wewe peke yako. The spirit of Jezebel ina uwezo wa kukuondolea watu wote ambao wanaweza kusimama na wewe, na unawachwa peke yako. Wakiachwa peke yako, kumbe walikuwa wamekupagia maskado. Wanakuja wanatuma kimama kimoja tu kinakuja kwa ofisi kama ile. Ndio unaonaga nilikuwa nimekataa sana kujaga ile ofisi. Kwa sababu kuna mama mmoja alikuja hapo. Tukaongea akaniambia Mungu amenimtuma. Amemwambia yeye ndio bibi yangu. Sasa mimi nikamwambia mimi sijasikia hiyo sauti. Siwacha tusikie hiyo sauti. Akaniambia hapana, lazima uniambie leo. Sitaki kupoteza wakati mwingine. Mungu amenituma na ni wewe. Sasa niko pale na tumeweka basia, sikuwa ni basia. Sasa nikaona kutaka kuamuka, kumbe kamesimama mbele yangu. Kutaka kuamuka hivi nikuje nitoke, nikaona kameruka kamesimama na mimi na kanataka kufanya action. Nikienda kutoka hivi kakaruka hivi. Mara moja kakainua skati hivi. Kakashika ile nini ya ndani. Nikasikia imekatika. Ni nani? Ni wewe nilita ama ni Dennis nilita? Ni wewe Deno nilita? Ni Deno niliita, nikamwambia Deno kuja nikamwandikia message, kuja ufugue hii tent, hii net hivi itoke mara moja, na ukuje na uitoe na nguvu na haraka na usimame hapo usitoke. Kwa sababu ile kitu ameanza kufanya na tulikuwa na yeye sisi wawili, nani ningejitoa aje hapo? Singekuwa na uwezo wa kujitoa. Amekata kasuruali kamefanya toa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kumbe mpaka watu wa media washaambiwa prepare for a scandal. Kuna kitu inalibuka leo, kuna breaking news. Huyo ndiye anaitwa Jezebel. Ni mbaya. Na huyo mama alikuwa rafiki tunishaida mpaka kwao kufanya maombi. Akaniambia kwao kuna manyoka inatokeaga. Nikamwambia nyoka gani? Mimi ni mchungaji. Nikifika tu huko nilimsomea venye Abraham aliambiwa, aliasema ukikanyagisha mahali utakanyagisha utamiliki, mapepo utaangamiza, vitu vyote vitaanguka. Nikaambia watu wa kanisa kadhaa twende.
Kwani iko nini? Kumbe ilikuwa mpango, ilianza kupagiwa bali. Dakika ya mwisho ilipokataa kuingia, si already akapigiwa simu. Akaambiwa na ajuaje? Reverend, niko na mimba ya Reverend ya miezi 5. Hakupigia mshirika mwingine, alipigia Sharedi. Reverend ako na mimba yangu ya miaka ngapi? Miezi ngapi? Na wakati Sharedi akamuuliza, na kanisa ulikuja lini? Mlijua na Reverend lini? 3 months ago. Sasa na ako na mimba ya miezi ngapi? Lakini tumejuana miezi ngapi? They have the power of cunning spirit. Wako na power ya kuigia na kupenya na kutengeneza statement hata ukiona hivi ni kweli. Kama si huyu alikuwa hapa, nikamwambia atoe hiyo hivyo. Alafu tukamubebeleza, tukamwambia kuja tupige magoti hapa. Nilimdanganya nikamwambia tukifika kule madhabahuni tutapiga magoti tushikane, ndio roho wa Bwana asikie, ndio ndoa iingie. Kuja hapa. Akikanyaga hapa nilikuwa kwa stairs nikitoroka. Nilikuwa kwa stairs. Hiyo roho ilipofeli hapo. Hiyo roho nataka kuonyesha jinsi ina change color. Ilipofeli, na kwa sababu ilifeli, ndugu yake akachomoka na skado. Ndugu yake, sasa si msichana. Ndugu yake akachomoka na skado. Kasemekana nililepu mtoto na ako na miezi ngapi? Na huyu mtoto alikuja mwezi wa ngapi? Tumejuana naye miezi 5. Lakini ashazaa na mtoto wako na miezi 3. Na watu wengi nyinyi hapa mliamini hiyo story. Na nikapigiwa kai uko tayari neguo. Wengine wakapigia mtoto wangu simu. Wakamwambia kai uko tayari dadini yake neguo. Hata huyu akasema atahamisha mtoto yake kwa sababu mimi si mzuri, huyu ako hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio spirit. Kazi ya spirit ya Jezebel ni kuhakikisha kanisa imeanguka. Wanashika leaders wote. Hao watu 7 walikuwa targeted ni leaders wa hapa. Nikiogweraga, be careful. Wewe mumuleke thaici. Umulikitu guna darubini. Nejo wemu. Hiyo spirit ikiingia inahakikisha imeshika the right pulse, imeshika the right people for execution. Haigiagi kugoka kiongozi, inaigiaga kushika wale wameshikilia kiongozi, wote wanakamatwa. Wakikamatwa wananyogwa kamoja. Wakaangalia wakaona kanisa inahitaji youth kanyweshwa maji. Bwana Yesu asifiwe sana. So huyu mwanamke alipoingia kwa King Ahab, alienda na akahakikisha ameshika territory. Hata King Ahab akiulizwa swali, "Alekatoria mama." Akiambiwa majeshi lazima ipelekwe tuende tukapigane. Acha tuulize mama kwanza. Anaambiwa kuna president kadhaa wanakuja kwa sababu ya meeting. Anauliza, hebu tuulize mama kama watakuja. Kwa sababu amekamata na hakuna mtu anaweza kuchange. Na ukichange unanyogwa. Wakati waliona King Ahab anaabudu Mungu, akachora. Wale watu wanakujaga kuambia King Ahab maneno ya Mungu, ni manabii. Akasema wote wanyogwe. Wote walinyogwa, lakini kumbuka alikuwa nabii. Aliwanyoga wote wakakufa. Kwa hivyo King Ahab, yule mwanamke anaitwa Jezebel, ama hiyo roho ya Jezebel inahakikisha the spirit of God in you dies. Hiyo wakishika viongozi, number 2, move number 2 ni kuua the spirit of God. Unajaribu kuomba, ushaifika mahali unajaribu kuomba unasahau kama ulikuwa naomba. Ama unakuta unasifu shetani. Mimi nishaomba, nishashikwa na hiyo. Nikiomba sasa nilikuwa nasema, Mungu Baba wa mbinguni, ninakushukuru. Nasema wewe ni mzuri. Baba, unatenda, unafanya maneno makubwa. Umeniokoa. Shetani wewe nakukemea. Nasema wewe ni mzuri. Nasema wewe uko na nguvu. Nimeanza kukemea shetani, lakini nimeanza kusema uko na nguvu. Kwa sababu nimewekwa maneno ingine na hiyo spirit. Hakuna mtu hawezi kushika. Hakuna. Hata wahubiri wale wakubwa kama Elijah alikamatwa nayo. Elijah
kama Elisha alikamatwa nayo. Who are you? Kanisa ya Thiatira, ileta kwa Thiatira. Thiatira, ileta kwa Thiatira. Thiatira. Na Kiswahili? Na Kiswahili? Mwalimu wa Kiugo. Na Kiswahili? Ama Kizungu? Thiatira. Bwana Yesu asifiwe. Alikamata kanisa na akakuwa yeye ndio nabii wa kanisa hiyo, na akakuwa kila kitu. Hata pasta kutaka kuhubiri lazima amuulize swali, akitaka kufanya kitu lazima mama huyo aulizwe swali, because she became to church as a prophetess. Alikuwa nabii, alikuwa anatoa unabii na unabii unatimika. Rikakatakaramaka. Akisema hivyo wanakuaga pale nyuma sana wanakuaga huko nyuma hawa wanamekera kapere alama nadhikanira za kiroho todo we ngari wa hiana wa kiroho ni mairia mekera kapere adajwa mekera kana kuria thutha kana we uyu ni mukuri ni wa girote ni mekera kapere bana kaga huko nyuma roho agiaguka Sigiri roho. Na kusufundisha. Huyu najua nimekwambia leo nataka tuongee vizuri, kwa sababu ni kitu imemaliza kanisa, ni kitu imemaliza biashara, ni kitu imemaliza ndoa za watu. Kana kuja kuna kegine hapa hivi. Acha niwache hiyo story. Utaiona ukipigiwa simu saa hii ukiambiwa mlikuwa mnazungumza maneno yangu. Mtu anasema abrokiwe, hataki kuona mambo ya CFC. Lakini nikihubiri saa hizi ako kwa simu akiangalia, ndio atoe makosa mahali bibi yake alitajwa. Unasikia Reverend alisema mlionana miaka 10 iliyopita. Kutoka siku hiyo ndio nilinyaganywa bibi. Atunyo mtumia nego kega. Unasikia? Alafu anasema who calls herself prophetess and is teaching and seducing. Ako na mafundisho, ni prophetess na pia ako na mafundisho. Anakufundisha jinsi ya kujenga madhabahu. Anakuambia kwenda uniletee mchaga na chubi na nini tutengeneze. Na akikanyaga kwa randi yako, shida inatoka hapo. Kuna mama mwingine hapa rafiki yangu walienda kwake hapa umoja. Yeye hakujua, ameambiwa mchanga ametengeneza hiyo madhabahu alikuwa anatengeneza. Ingine kwa kitanda yake, chini ya kitanda. Hii unajua hii mwarero, hii unajua kitanda iko hapa, mattress, alafu kuna hii kitu kingine inaweka kwa body. Hapo katikati chwa na akaweka huko na karatasi. Sasa wacha mwanamke awekwe vita na bwana yake, na alikuwa naomba amani. Usiku hiyo alirumwa vita, kiramo hili kwa imepasuka mpaka hapa. Akakuja akaniambia ndio mraho ile bahore to. Wako ndio ile kioro. Ndikwenda mahoya macio manyu. Nikamuuliza ni nini? Yetu orato manire kwa nikamuta nani nilituma nani? Ndio mzio yako wako nikazamisego goda wewe. Nikapiga simu, nilikutuma jana. Ati acha mutumia ciori ndio ni ena mathina ndauga ngirenda kwake twakinya kwake atwira tumwakire madhabahu nike turamwakire madhabahu ndiragũtumĩte acha. Na ametoka wapi? Na amesema Reverend amenituma, kwa sababu anajua yule ambaye umeenda kwake anaamini Reverend. Bwana asifiwe sana. Na akaenda na akaweka hizo vitu chini. Imagine bedroom yako na mko sitting room. Venye aliingia mpaka bedroom hujui. Siku moja nilikuwa nimekamatwa, wakati nilikuwa nakamatwa. Nikiwa prison, bibi yangu akakutwa na mama mwingine. Nishamleta huyo mama hapa. Na wapenda sana kuwaletaka karibu. Waone ile kazi walikuwa nafanya haikufanyika. Sasa wakaletwa wakakuja nyumbani. Akakuja wakaombea bibi yangu. Sijui venye Mungu amewatuma. Na bibi yangu alikuwa mcha Mungu sana. Alipoona manabii akasema thank you Jesus. So kataya rabaketerianda. Hii mambo ya kula bakai na Mungu likonta. Hiyo wachana nayo. Kwanza chunguza hawa watu. Wanupatie chakula kwanza mkule. Katika chakula utajua. Ndio naonanga napendaka tukule na wewe chakula. Kwa sababu katika tukikula na wewe chakula nitakujua. Hivyo ndivyo Yesu alifanya. Ndio Judasi akatokelezea. Hiyo ndio sababu ya meza ya Bwana ya kuchomoa Judasi.
kula na mtu. Leta mtu dhimraji, nikiona kanijitaka adu muno uraji, twende raji. Tukienda raji nitajua wewe ni nani. Nitajua. By the time tumalize raji, wenye unakula hivi. Macho ikiwa nje, nitakujua. Sasa wakaingia, mama wakaingia kwa nyumba. Wakaanza kuambia mama, bwana yako ataachiliwa in 1 week. Ukikubali venye tunakwambia. Bibi akamuuliza kwenda tuige hata. Akamwambia utatoa shilingi 1500. Tuinue madhabahu kwa hii nyumba. Maana aliyeroga yeye alitoa 1300. Sasa lazima tutoe sadaka iliyo juu ndio bwana yako aachiliwe. Na siku hiyo ni siku 2 imengojewa nifanywe hukumu ya kunyogwa. Sasa huwezi toa. Wewe mudhuri wako ndiye alikuitwa. Utatoa, na alikuwa na pesa. Sasa wakamwambia funga macho tuombe. Nenda kwa kona, wakampeleka kwa kona moja, mwingine kona nyingine, mwingine kona nyingine, mwingine kona nyingine. Wakaanza riga korera mama rakaka, risa katorina kapa, rina keria rara. Kumbe mmoja amechomoka mpaka bedroom. Amerusha kale kanyoka ka plastic chini ya kitanda. Na chura ile ya plastic chini ya kitanda. Mama si ametoka. Sasa wameanza kuomba. Wakikisha ilipoisha wakaanza nyimbo. Bwana iliwe ana mama je. Sio anataka kukata maombi. Kwa sababu mission imefanyika. Kukaa kidogo wakabia bwana, mama mwingine hapo kashikwa na roho, alikuwa na kitambaa nguo ya yero. Akashikwa na roho. Riayuka! Nyoka, roho ya nyoka. Roho ya nyoka rakiterere. Akashika bibi yangu. Kaka! Nyoka. Wanamupeleka kuendelea mpaka kwa bedroom. Pale nyoka iko. Mama wakamwambia, sisi hatuingiagi bedroom. Tafuta nyoka, kuna nyoka huko. Hii nyumba yako inanuka nyoka. Nyoka. Akatafuta kwa magua hakuona. Akaambiwa, chini ya kitanda nyoka. Sasa wako kwa mlango pale wanamwabiria huko. Mama kuingia hivi chini ya kitanda na nikanyoka ka plastic kanafanya hivi. Akaruka akipiga duru. Kuna nyoka kwa nyumba. Akaambiwa nini? Mama alitoa 1500. Hapo ndio hukumu yangu ya kwanza ilitokea kunyongwa. Akaenda kuwauliza kwa nini basi ametolewa hukumu. Akaambiwa ni kwa sababu uliambia maneiba. Sasa utoe ingine ndio tumwachilia. Akakuja akaniambia, nilikuwa kwa kio pale Kamete, unajua unakuwa kapadi ile. Na huyu mama anakuongeleza padi. Nilisikia kama naweza kuruka. Nikamate nimrushe ndani mimi nitoke. Kwa sababu nimeona hiyo ni ujinga. Lakini alidanganywa. Na ni kitu naona ni nyoka, na hujaiona nyoka ya plastic, nikajoka tu kana kuwa sawa. Kanaweka kwa kabeti kadogo kama hii sasa. Sasa kanafanya. Hiyo ndio ya Jezebel. Haikuagi na watu wa huko, inakuaga na watu wanakuja wanajitanisha na Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. They are so strong and they take control of the powers. Akiingia kwa kazi yako, kama ni supermarket, kama ni duka, kama ni kwa nyumba yako, hata kama ni ka house girl, na kako na hiyo roho, katatawala hiyo boma. Katakulalisha unakuwa unalala tu. Ukisikia mzee karibu kukuja, kana detect mzee yako karibu kukuja, kana kulalisha unaenda unalala. Wakati mzee anakuja unakaabia. Tadhio hiko idha wake no dia gate. Unaenda unafungua. Kumbe saa hiyo kamejipaka vizuri, si umelala. Kamejipaka ile kitu yako vizuri. Alafu tumatiti kametoa hapa tumatiti. Tunaletwa hapa, tunachomokea hapa juu, tunashikwa vizuri, tunachomokea hapa juu. Tuili tunakaa hivi kama mama mwingine nilikuwa naona ni pastor. Alafu akona tomatiti tumekutomokea hapa juu. Hapa. Na kanguo kamemshika, kamefinya tomatiti tumetoka hivi. Sasa wewe msena ni mlevi umepika glasi 2 ya chang'aa. Umepika glasi gapi? 2 ya chang'aa. Ukuja kama msichana kametoa tomatiti na bibi yako ako kwa nyumba. Amelala. Na sasa ile bibi yako ataamuka amevuka ile kitu mnavaaga ile ya ndani ile ya kutoka kwa mguu imefungwa kwa kichwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu amevaa t-shirt imeandikwa sengenge ni ng'ombe. Alafu huko nyuma imeandikwa nini? Ukimwi inaua. Alafu alikutana na nini? Na kamutu. Hapa ni karedi kama kapaka.
Kemuga. Unaona kimuse kinaanza kukaa hivi, kinaanza kunyenyekea. The following day atachelewa. The following day lazima achelewe ndio afuguliwe, aikie penye aligia kimfalme kama jana. The other day hata naomba ulale, usiamuke na hiyo sengenge zako. Usiale unalala kabisa. The other day msia anagojeka hata enda kazi, wewe mama si anajua unaendaga soko, anabaki kwa nyumba. Hiyo ndio spirit of Jezebel. Kutoka hapo house ni kama ni house girl lakini ni kabibi. Ndio kanasema decision zako zote hakuna moja itafanyika ya kale kasiana. Kasiana kakisema hapa hakuna mayai itakuja, hata afadhali kuibiwe. Lakini mama sema mayai, unauliza mayai unalala matube. Wewe koe hoja matube. Matube pesa, wale pesa ni koja sijago nako kufara. Liweje kuladile jaga, ikolenye jaga pesa, lakini kadem kakiongea. Nasikia mzee, "Hai, ulikuwa unasemaje? Ati hakuna mayai?" Hebu niandikie ka list ya vile vitu unataka, alafu niandikie namba yako nikutumie pesa ndio uende supermarket ukanunue. Haya. Bibi uitishe hata kamia, unaulizwa kama inajibwa. Uliniona nikijiba. Hiyo ndio inaitwa spirit of who? Of Jezebel. Inajua kupenya na kukamata power. Kitu ya kwanza ni kupenya na inakamata, akikamata power. Hii ndio inatokeaga. Ana uwezo wa kuleta miungu mingine. She was able to introduce other gods. Wakati alishika power, alileta sasa spiriti zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Alianza kulete. Kwetu tulikuwa tunaabudu Mungu anakaa hivi, anakaa kanyau. Kwetu tulikuwa tunaabudu kaubwa. Kwetu tulikuwa tunaabudu hii, akaanza kulete. Maana yeye ndio ako na power. Wakishashika power kanisa hii, wakuje wakamate leadership, wana introduce sasa doctrine zao zinaanza kuigiswa. Kidogo kidogo watu wanaanza kukunyushwa. Kidogo kidogo hivyo ndivyo Solomon alikamatwa. Solomon alikamatwa na hawa mama. Alikuwa mtu wa Mungu, alimwagiliwa mafuta ni Mungu na akafanya kazi ya Mungu vizuri sana. Lakini alipofika hapa Ethiopia, akaanza kuambiwa tukiabudu haka kitu itafanyika. Na Solomon akabia, hebu kaa hapa ujiangalilie. Kafanya yekaka, rika, ra. Moses akasema kai, mtumia wako bibi yangu kumbe anaweza kutenda. Gutiri mtumio giwiu gita mtumia wako. Akinya kadha 10 age kama huduma wote. Sasa hiyo ana quote Proverbs. Ni 28 ama ni 38. Ana quote Proverbs. Kumbe alimtega akashika power ya akili yake. Sasa chochote ana introduce inasemekana ni ya ukweli. Wako na power, wakishika power wanaanza sasa kuintroduce doctrine zingine, mipango mingine. Unasikia huyu mtoto wako, unafika mahali pa kufukuza mtoto wako. Mtoto umezaa kwa sababu ya house girl. Unafika unaona bibi yako, unaenda huko unapata mashida zako, unaona ni bibi yako, lakini ka house girl hakana shida. Pesa inapotea kwa nyumba, unaona ni bibi yako, kwa sababu already doctrine imeanzishwa kwako. There is nothing you can be able to do, kwa sababu akili zote zimebebwa, umewekwa akili nyingine ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo ndio kitu ya kwanza ambayo inafanyikaga. Namba 2, kitu ya pili kile kinaingiaga ndani ya hiyo boma ni kitu kinaitwa sexual immorality. Bwana Yesu asifiwe sana. Sexual immorality baka inakuwa ni kitu ya kawaida. Hapa hii nyumba si nyumba nyingine hii. Ilikuwa imeingia hiyo spirit. Unakuta baka mtu ameweka picha ya mtu na anasema bibi na batu. Na amake ajali na anapelekea bibi yake simu. Na bibi yake haoni kwa sababu power zimeingia. Bwana Yesu asifiwe sana. Wengine hapa walikuwa nataka kupigana makobora hapa kwa sababu huyu amesema hii. Kwa nini? Because walikuja wakapenya na wakashika position. Sasa whatever they are going to do, nobody can be. Hakuna mtu anaweza kuwatingiza. Hakuna mtu anaweza. Na hiyo inafanyika mpaka kwa nyumba. Inafanyika kwenye kazi yako. Hawa watu wakishika hiyo mamlaka, the next thing that happens inaitwa sexual immorality. Usherati wa hali ya juu. Hakuna bibi ya mtu, hakuna kitu. Yani mambo ile yote mnazungumzia hata kama hamwedi huko, lakini ile topic yote mtazungumzia ni ya gono.
Mara huyo alilala, huyo anakaaga, huyo anaendaga. Hakuna vazi hata moja mtaquote ya Bible. Mazungumzo na mko ndani ya nyumba ya Mungu. Na hakuna vazi hata moja mtazungumzia ya Bible. Maana mtakuwa mkizungumzia kwa sababu ile kitu inaoperate ndani yako ni the spirit of sexual immorality. Na si spirit of sexual immorality, it is meant kumaliza nguvu za Mungu kwa mtu. The moment spirit yes, unaona amepanga, wao wakiingia wanakujaga na mpango. Sasa wameingia, wamechukua power. Number 2, wamefanya nini? Wamepenyesha miungu yao, spirit yao. Spirit yao ikiingia, sasa ndio wanaleta spirit za kukuondosha kwa Mungu. Unaondoka tu pole pole. By the time unakuta mliondoka kitambo. Ndio naona nilikuwa nafundisha hapa juzi ya kwamba Samson hakukufa kwa sababu ya kulala na Delila. It is not the sexual act. Ile ya kulala na Delila ndio ilifanya apata hii makosa. Lakini Samson, makosa ya Samson alianza kutoka ile tauni zote alipita na wanawake huko. Kwa ile tauni yoyote aliingia, alilala na mwanamke. Lakini acts zile matendo tunafanya, wanakuaga walikushughulikia kitabo, wanaendaga tu wakivuja kamoja, wanaendanisha na wewe. Wanavuja kengine, wanaendanisha na wewe. Wanavuja kengine, siku ya kukamata wewe ushakuwa weak. That is what they did to Samson. It is not the act ya siku hiyo ati Delila. Tunaonaka Delila. Lakini kutoka kule alitoka, makosa ili alikuwa anafanya kamoja. Kanusu kamoja. Hiyo ndio ilipelekea akaaguka. Wewe kuaguka sasa, kujipata kwenye hatari ya kishetani, sio ile makosa umefanya leo. Ati kwa sababu umenikuta na huyu ufikirie kuna kitu itatendeka leo. Kama kitu ilitendekea bali. Barabara ilianzia bali. Kama ni ugonjwa kugojeka, umesikia wamesema nitawachapa na ugonjwa, ni kwa sababu ya tabia ambayo imekuwa ni tabia. Mungu anakazilishwa na tabia, sio hicho kitendo umefanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio hiyo kitendo ya leo, ni kitendo umekuwa, kwa sababu Mungu amekuwa akikuonya. Mungu ni mwenye upendo, anapenda watu wake. Anakuaga akikuonya, akikwambia wacha, akikwambia twende, akikwambia tafadhali nimekuambia wachana na hii tabia, tafadhali na wachana na hii tabia, mpaka wakati atakasirika anakuondokea. Kwa sababu na wale na wao wanashughulikia hali yako ya kiroho. Venye Mungu anaendelea kukuonya, ndivyo na wao wanaendelea kushughulikia kazi yako ya kiroho, yani hali yako ya kiroho, nguvu ya kiroho. Ndio wanakukatanisha na Mungu, wanaendelea wanakata na Mungu, wanaendelea wanakata na Mungu mpaka wakati utajipata ukiwa uchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio hiyo kitendo ya leo. Hiyo kitendo ya leo ni baadhi ya nyingi zitakazochangia, ni baadhi ya nyingi ambazo zimechangia kuanguka kwako. Kwa hivyo angalia matendo yako, angalia njia zako, angalia jinsi unavyozungumza, angalia jinsi unavyotenda, vile unavyoishi, vile unavyokaa, vile unavyotembea na watu wengine, vile unavyoshughulika ama unaingiana. Muingiano wako ni gani? Marafiki wako ni wagani? Mnatembeanga na nani? Mazungumzo yenu ni gani? Ukitaka kujua kama uko na Mungu, angalia mazungumzo yako. Kama ile kitu tutaongea na wewe ni gono, na wewe ni muhonoku, na mimi ni pastor. Nyanaka yemweza kama gai kwenda kukuka kwelilia, hapo hakuna kazi. Niliondoka, nilienda safari kitabo. Bwana Yesu asifiwe sana. Si leo nimeanza tio mothe kanitha teno kugwa tio mothe yagwa yego ile tande ili yagukaga kitabo, lakini inakuwa kanika process kamoja kengine kamoja, ni matofali inatolewagwa kamoja. Ukikuja kugutuka nyumba ilishabomoka, itahitaji tu kateke kadogo. Hivyo ndivyo Samson alifanyiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa sababu wako na uwezo, wameshika power. Number 2, wameshika spirit yako. Number 3, wameleta ile kitu itakutoa kabisa. The spiritual immorality inakutoa kabisa, unatoka kwa Mungu, inakutoa guo. Alafu ikisha kutoa kwa guo, inaanza kuleta vitu ambavyo vinaitangwa ritual sex. Sasa ukitoka hapo, ukiingizwa kwa sex immorality, inaingia kwa kitu inaitwa ritual sex, ngono ambayo iko na madhabahu. Kuna ngono tu ya kawaida, ile tutakuja nilale na wewe na niende. Lakini sasa kuna ngono ya kimadhabahu. Pale sasa mnaanza kufanya nini? Kuapiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hala moja gere ukole amehetwa. Mnaapiana. Mara unakata kadamu, namba utaniacha.
mara unafanya hii. Sasa umeanza sasa ritual sex. Sasa mnaanza kutoa maapo, unasema sasa mimi nitafanya hiyo. Sasa ndio inakupeleka mpaka kwa Illuminati. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo sasa inakupeleka pole pole. Umeona process, alikuanzisha kajia kaparapara kadogo mpaka amekuingiza kule. Ultimate yao ilikuwa kukupeleka kwa shetani. Ultimate yao ilikuwa mumeanza sasa ritual sex. Ni mahali mnafika kwa sababu mnapendana, unatoka unachukua bibi yako na kuchukua wewe, naenda tunafungua kabiashara ya kashugua. Kitoka kidogo naenda hapo, naenda Mombasa na kufugulia na kununulia kagari. Nilikuwa naangalia ka video kingine, ka picha kingine kalikuwa kwa Facebook. Bibi alikuwa anaendesha ka vits kadogo. Akagokwa na mjamaa na mwanamke mwingine alikuwa na Mercedes. Sasa bibi akapigia bwana akamwambia, nimegoka gari ya wenyewe, sikuja nisaidie. Akamwambia, I don't have time, sina wakati ya kupoteza. Sasa huyu mwenye Mercedes kumbe ni girlfriend ya huyu mzee. Akapigia mzee simu akamwambia, darling, you know what? Another idiot has hit my car. Ati mjika mwingine hapa amegoka gari yangu, ile birthday gift ulinibaia. Mzee alimwambia, give me 5 minutes I'll be there. Mzee alikuja na kigari, kufika hapo anakuta ni kafiti zake na Mercedes yake. Sasa kaulizwa na bibi, ulisema huwezi patikana huko Mombasa, kwani umechomoka wapi? Akasema, idiot, you can't see this is a Mercedes Benz. Akamuuliza, si gari wewe ndio ulinunua? Na huyu, darling, kwani unakuanga na wife? Hata mimi ndiye ameninunulia gari, kumbe pesa ni yake. Why? Kwa sababu jamaa alipelekwa into sexual illicity, yani sexual ngono ya kimadhabahu. Ukiingiwa kwenye ngono ya kimadhabahu, from there hautumii akili yako tena. Ukiambiwa na girlfriend nataka Mercedes, unaenda unakata shaba unauza. Ukiambiwa na girlfriend unataka hii, unaenda unafanya hivyo. Ukiambiwa na girlfriend hii ndio itaenda, kwa sababu ushamezwa na hakuna siku una uwezo wa kujinasua. Biashara zako zote zitaanguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati umeingia kwenye ngono ya kimadhabahu, unakuta biashara zako zote, ukifungua hii kazi lazima ianguke. Kama ulikuwa na biashara ulikuwa unafanya, inaanguka. Kama ni kazini, unaonewa mpaka unafutwa kazi, kwa sababu wamekuingiza mahali pa kukataliwa. Unapata favor hakuna. Kila mtu anakukataa, akikuona anakukataa. Ukienda mahali unakuta nuksi ni hoigwa kero getune kana kero atiriri kwena mugatho katuga tuga brother kwena mugatho. Ukiingia sasa hapo utajikuta hakuna kitu utajishikilia kisimame. Kila kitu kijaribu kufanya hii biashara inaanguka. Ukifanya hii gine inaanguka. Ukienda hapa kwingine, because they know, wanakuaga wanajua neno, wanajua kila kitu. Hii Biblia yote wanaijua. Kazi ukitaja kazi yoyote ile wanajua. Wanajua kukutafutia mpaka biashara. Wanajua kukutafutia ndoa yako. Wanajua kutenda mazuri sana. But they are most cunning. Ni kujificha. Kana cheji inabadilika color inakuwa red. Mkiingia kwa green ana change inakuwa green. Ukienda blue ana change inakuwa blue. Kila mahali wanafit, wanagiaga wanafit. Kila mahali mkienda lazima wafit. Na wanakuaga wa kwanza kujulikana kwenye matora hiyo yote, unakuta ndio wa kwanza kutoa ushuhuda na kusema venye Mungu ametenda. Lakini wanatafuta tu kajia ya kuingia. Akiingia anaanza kuchoma huko ndani. Pole pole. Alafu wako na diplomatic, wako na mdomo mzuri. Lukata ya raba. Kai. Hawa watu mdomo mzuri, akiingia mahali utatetea, hata kutetea kwa askari wa jela, na askari wa jela atakuachilia. Na unajua askari wa jela hana ruhusa ya kuachilia. Atakuachilia, atakwambia toroka. Toroka na ukishikwa mimi hatuko na wewe. Kwa sababu they are very diplomatic. Nikiona kaile tu akole abaine, wanaweza kutukamata na wanakupatia mdomo mzuri mpaka unachukia bibi yako. Kwa sababu wako na midomo. They are very diplomatic, very good. Watu yani kama ni kimuzee kikisimama hapa kitasema, unajua sasa nimekuja nimeangalia nikaona hii kanisa yenu imebarikiwa sana, lakini inahitaji kwenda kwenye level nyingine, kwa maana nimeona hii kanisa inaenda kukua kwa njia kubwa sana, na nimeona watu wanaendelea kubarikiwa sana. Kwa hivyo mimi nimejitolea, mimi na nyumba yangu tumejitolea, tutasimama na hii kanisa. Na huyu dada mkuja kesho kwa ofisi yangu, kuna kacheki nitaandika mlete. Hata si ama ninasema dada, ni mugeresha kio.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wakiendea sheki, the next 2 months unaanza kusikia akisema hao ulituma nikanileta yodigi kanileta gutire na miere mano ona kihujo kila kihujagio hau gitire na githomo gitire na mwerekera kwa sababu ashakamatwa. Lakini yule alimkamata ni nani? Alikuja hapa na akazungumza vizuri sana na akatoa matamshi mazuri ya kupendeza, kwa sababu ni kitu kinajua kujificha na kinajua kuwa diplomatic. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui kama tunaendelea vizuri. They operate in secretive powers. They operate secretly. Utakuta Mr. Jega, siwe ni chairman wa kanisa, hawaogeagi. Hiyo spirit haiogeagi. Kama sasa mfano, nikutumie kama mfano. Nikutumie kama mfano. Kama huyu mama, sasa ni mama kati ya grupu yako. Sasa huyu hawezi akaogea katika meeting. Atakuwa na kuita kado ama anakutext ka message, anakuita kado, anakuambia nafikiria tukifanya hivi na hivi, ama kesho nataka tukunywe kahawa mahali fulani. Anakufeed information, ni yeye, lakini anataka kuogosa kupitia kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Anataka kuogosa, lakini anataka kutumia wewe. Anataka kuangusha kanisa, lakini anataka na ukimkuta tuko na yeye, tunatembea na yeye pastor, lakini chairman ni message ama kada huko mmejificha. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnaogea, lakini sasa anakuta turare na mutungatiri rai na mutungatiri ne twaragio horocio na hekigo ndirekira gongoro-ine yakwa na kigo kiu ni kirathiaga na rĩrĩa ndĩraiguire chairman agweta horocio ndĩretĩkia kwari nĩ Ngai watunyitithania. Kigo kiu no kĩo Ngai arekĩrĩte thĩinĩ wakwa. Kumbe Mungu ni ka SMS kale kalirushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore the moment wakiweza kupenya kupitia kwa hizo njia, that is the time they strike. Wakiweza tu kupenya kupitia, anatumia huyu mzee kumpatia ka message, anatumia yule mama anampatia ka message, anapatia yule mzee ka message. Hiyo ni program, inakuwa imekuwa program vizuri to rip apart, ku destroy hiyo kitu yote kilianzishwa. Kama ni biashara, hapo ndio inagogeago. Sasa ikikuwa sasa wameanza kurusha tu maneno, wameanza kurusha tu idea, wameanza kurusha na tu idea, anasema na usinitaje. Anakuandikia kama message na usiseme. Anakuambia nenda kukwira Alice, nenda kukwira na madukera mudo. Niguo maduka uge to direda ni kuonekana nyonekana tali ni direda kugoithia kanitha. Sasa hiyo ndio spirit Jezebel. Akikwambia sitaki kuonekana ni kama ni mimi nitaharibu, ndio huyo sasa. Hiyo ndio njia moja ya kujua mtu wako na spirit ya Jezebel. Akisema nataka nikwambie, lakini usiambie mtu. Usiambie mtu. Sasa hapo ukikubaliana na yeye umekunywa kiapo. Hiyo ndio sexual altars. Umekunywa kiapo. Ukikunywa kiapo kutoka hapo, ile maneno yote mtafanya lazima muagushe, kwa sababu nia kubwa ilikuwa kuangusha mpango yote mlianzisha. Ilikuwa kufunga kanisa, ilikuwa kufuga kama huyo. Sasa mtu mwingine tulikuwa tunasema na yeye alikaa hapa siku 7 hapa na vijana wengine hapa wamevalishwa nguo upside down. Kama ni trouser unavaa upside down, shati upside down, hii nyingine zote zilikuwa opposite. Siku 7 wakifuga usiku hapa. Kajamaa kalikuwa kanakurushwa mshere tu. Walikuwa kwa hiyo group ni Dennis Otodi hata mirara Gai Otodi, toka hapo, toka kabisa hapo, toka toka. Mtu ameenda, si umeona sasa? Asha kama azo mulia tumehubiri nini? Sasa ndio hawa ndio wanakuja kusema hata pasta siku hizi hahubiriki neno likafika. Toka hapo, kwenda kaa huko kitiwa nyuma huko mahali kuna dirisha ifunguliwe. Si umeona? Asha laliswa. Na wakamataki watu wabaya, wanakamataka wale wako kwa position. Kama huyo sasa ni mwametaa bwana kamato ndio nisihubiri. Sasa nitaanza sema sauti nitolee echo, nitolee nini? Fanya back, toa mimi, madakika zimeenda. Umebaki dakika ngapi? 7. Asante. Si umewaona? Wameanza kunihesabia madakika. Jezebel spirit inasema when they take the power, wameikia na wamekukulisha kiapo, they split
wanamaliza. Kama ni organization inamaliziago hapo. The repeat apart. Hapo ndio inaagusiago. Wakiweza kushika huyu, wanashika mzee huyu, wanashika mama huyu, wanashika Karo, wanashika Beatrice, sasa wanajua wameshika watu wote wa kanisa. Kutoka hapo wewe utakuwa accused na Beatrice mlionekana Kariobagi. Na venye mlikuwa mnatembea ni kama mlikuwa mmetoka mahali na ulikuwa umechoka. Wanashika Beatrice, wanaambia Beatrice, unajua Jega anasema wewe unaabudu shetani.